Karibu Movie Recap Swahili, na leo ninawaletea bonge la filamu. Oya, nikisema bonge la filamu maana yake ni noma. Movie inaanza na binti mmoja anaitwa Cairo. Na huyu binti alikuwa anaishi peke yake kwenye jumba moja hivi la kifahari huko mji unaitwa Tennessee, Marekani huko. Wazazi wake ni lawyers, wanasheria, na mara nyingi wamekuwa hawapo nyumbani kwa sababu muda mwingi wapo kazini. Na Cairo alikuwa anajitegemea, yani kwa maana hiyo. Kila siku asubuhi alikuwa anavaa zake viatu anavyovipenda virefu fulani hivi, alafu na kisketi fulani hivi kifupi. Na alikuwa anapita katikati ya mapoli na nini kuelekea shuleni. Huko shuleni kulikuwa kuna mwalimu mmoja anaitwa Jonathan Miller. Alikuwa ni mwalimu wake wa darasa na udemu yani. Na uticha alikuwa na ndoto kubwa sana ambazo hazijawahi kufanikiwa mpaka leo. Na ndoto yake kubwa ilikuwa ni kuwa mwandishi mkubwa mno. Na kwa Cairo, Bwana Miller hakuwa mwalimu tu yani. Alikuwa kama baba yake. Ingawa jamaa alikuwa na crush na huyu mtoto yani. Imagine teacher, mwalimu, unakuwa na crush na mtoto mwanafunzi. Na huyu binti amekuwa yeye ndiye anayewahi kuliko mwanafunzi mwingine yoyote darasani. Sasa siku moja tunaona teacher anampa compliments kwa sababu alikuwa yuko very good kwenye punctuality yani. Akamwambia kwamba hebu jiunge kwenye list ya wasoma vitabu wa semester inayokuja. Lakini Cairo akamsurprise mwalimu wake na kumwambia, Teacher Miller, nimeshavisoma vitabu vyote 12, so sina haja ya kujiunga na hiyo club ya usomaji. Teacher akaanza kumwambia, aise, wewe kweli ni mwanafunzi bora na unatakiwa kuwaonyesha wenzako namna gani uko bora. Akati anaendelea kuongea pale, kuna rafiki yake na Cairo akawa ametokea. Na huyu binti alikuwa anaitwa Winnie. Na Winnie alikuwa amefeli, alikuwa anarudia darasa bwana. Na alipofika pale akaanza kumwambia, shoga yangu, tumbo langu linahitaji chips, linahitaji Coca-Cola, na vimatunda. Na ndo akawa amemsaidia Cairo kuondoka mbele ya mwalimu wake. Wakawa wametoka na kwenda zao moja kwa moja mpaka cafeteria kwa ajili ya kupata mambo fulani. Sasa Jonathan Miller, yani teacher, akaenda kwenye deski ya Cairo, na kuona kitabu kimoja na kuanza kukiangalia. Sasa kati jamaa anaenda kusoma kile kitabu, akawa amekuja rafiki yake, mwalimu mwingine ambaye anaitwa Boris. Jamaa akaanza kumtania pale kwamba unasoma vitabu vya wanawake, akaanza kusoma ukurasa mmoja kwa sauti, Bwana Jonathan akaanza kuona aibu mbele ya Boris. Lakini baadaye Bwana Boris akawa ameona kitabu cha Teacher Miller kikiwa kwenye benchi la Cairo. Akawa surprised hivi, akamwambia, I say I'm very proud na wewe. Hadi wanafunzi wameanza kusoma vitabu vyako. Jamaa aliporudi nyumbani sasa, anakutana na mke wake Beatrice, jamaa alikuwa excited sana kumwambia mke wake Beatrice kwamba, wife, yani wanafunzi wangu wameanza kupenda vitabu vyangu. Yani jamaa akaanza kushare ile excitement aliyokuwa nayo kwa mkewe. Lakini mkewe akajifanya yuko busy zaidi kwenye kazi. Anakodolea kompyuta tu muda wote yuko papa. Lakini akati mkewe anageuka anataka kuanza kuongea na mumewe, ghafla simu yake ikaanza kuita. Rafiki yake kutoka kazini akawa amempigia. Akaacha kuongea na mumewe, akaendelea kuongea na simu. Lakini tunaona Bwana Jonathan hakukata tamaa bwana. Baadaye akamfuata tena mkewe na kuanza kutengeneza a very romantic scene pale. Na nini, kumkumbatia, kuanza kumchum. Lakini kabla hajafika mbali, kwa sababu jamaa naye unajua ni mtu, anataka vitu, simu ikaita tena bwana. Jonathan akamind sana kwa sababu hafanikiwi kabisa kupata kwa mkewe yani. Watu wazima mnanielewa hapo, kupata mambo, unajua tena. Kwa sababu mkewe yuko busy na kazi dakika zote. Siku inayofuata tunaona Jonathan ameenda kwa Boris na kwenda kuongea angalau limtoke, unajua Na akamwambia kila ninapotaka kushare na mke wangu kupata tunda, mke wangu anakuwa na mambo mengine, yuko busy na kazi muda wote kuliko kunijali mimi. Akati wanaendelea kuongea au wawili marafiki sasa, kwa mbali akamwona Cairo akiwa anatokea polini bwana. Anatembea. Na jamaa alivyomwangalia Cairo, Jonathan akasema, aisee, mtoto kaumbwa. Anaongea kimoyomoyo. Binti akasogea mpaka pale kwa walimu wake, akatoa headphones na kuwasalimia bwana. Lakini muda huo tunaona Boris anaaga na kusepa na waacha wawili. Cairo anatabasamu vizuri. Yaani mtoto alikuwa ni mdogo lakini mzuri vibaya mno. Upande wa pili Winnie tunaona anamfuata Boris na kujifanya ameangusha kitabu bwana. Lakini bwana Boris akawa ameshtukia kwamba huyu mtoto vipi, mbona kama ananifuatilia huyu mwanafunzi, Lakini tunaona Cairo alikuwa anamchungulia na mzoom tu kwa mbali. Akamfuata na kumwambia, rafiki yangu, unazungumziaje essay ya leo? Wakaanza kuzungumzia mambo ya shule pale. Lakini baadaye sasa nyumbani kwa Cairo sasa Winnie akamwambia Cairo kwamba, rafiki yangu, nikwambie kitu, anza kuflirt na walimu, yani kuwaseduce walimu, ili uwe unapata inspirations kwa ajili ya uandishi wako. Akamwambia, mimi siwezi aisee. Angalia umri wa walimu. Ukianza kuflirt na mwalimu na umri aliokuwa nao, inakuwa ni aibu kwako tu rafiki yangu. Lakini Winnie anamuingia zaidi kichwani Cairo na kumwambia, mfano Jonathan. Jonathan ni mwanaume ambaye
ametulia, yuko very focused. Akasema kwa mfano, ukajifanya hivyo kwake yule, lazima atafall kwako. Na mimi nina uhakika yule anakupenda. Tunaona baadaye Cairo anaanza kuwa convinced na Winnie. Na baada ya hapo tunaona Cairo akaanza kumfikiria zaidi Jonathan. Na akaanza kuhitaji zaidi ya vile alivyokuwa anamchukulia Jonathan sasa. Na wakiwa darasani macho yake akawa anamwangalia Jonathan muda wote. Sasa siku moja sasa bwana Jonathan akamfuata na kumwambia, kumnongoneza yani, kwamba baada ya masomo naomba unifuate ofisini kwangu. Na muda ambapo Cairo akafika, tunaona Jonathan amemaliza kuongea na rafiki yake Boris, naye anatoka. Akamuinvite Boris kwa dinner bwana. Na huyu jamaa bwana alikaa anapiga zake bolingo pale, na muda huo sasa ndo Cairo naye kama ameingia kama amemfuma teacher akikata mauno. Na Jonathan bwana alikuwa anafanya ile makusudi tu. Na mtoto mzuri alivyoona Jonathan anavyoliluka lile blues, akamwambia kwamba aisee, unajua sana, nimefurahia ulichokifanya na nitakuja kwenye show yako. Lakini tunaona Jonathan akampraise Winnie, yani rafiki yake na Cairo, lakini akamwambia kwamba niko impressed na vitu vingi sana kuhusu wewe. Namna ambavyo unaandika, namna unavyosoma, yani uko bora kila sehemu na una akili kubwa sana wewe. Na akamwambia kwamba ninakupa challenge, na hii challenge itakuwa ni kuandika story kuhusiana na mwandishi unayempenda zaidi. Na akamwambia kwamba ukifanikiwa semester hii na kupitisha, yani utakuwa umefaulu yani. Na binti bwana hakuwa mbali na yeye, akamjibu na akaquote kutoka kwenye kitabu cha bwana Jonathan. Na Jonathan akashangaa sana, akasema hicho kitabu ndio kilikuwa kitabu changu cha kwanza kabisa na chenyewe umekisoma. Bwana Jonathan akamwambia, aisee, nimefurahishwa sana na wewe, na naomba basi weekend tuonane kwa ajili ya kufanya discussions ya story nzima ambayo utakwenda kuiandika. Bana binti akafika sehemu waliokubaliana kuonana, na jamaa akatokea kwa nyuma akamshtua wewe. Basi wakawa wamekaa pale wanazungumza, huku mbele kulikuwa kuna mtu anagani mashairi pa. Na bwana Jonathan akiwa makini anamwangalia jamaa, anamsikiliza. Binti anamwangalia yeye kwa matamanio. Naonekana kabisa binti yeye ndo akawa amezama zaidi. Baadaye wakakaa pembeni na kuanza kumsema yule bwana mashairi na kuanza kumcritic. Na wakazungumzia baadhi ya story na namna gani angefanya angeperform vizuri zaidi. Binti akatoa sigara na kusema, vipi unavuta? Jamaa naye akachukua akaanza kuvuta. Sasa siku inayofuata binti akajibadilisha muonekano, akajifanya awe hot zaidi. Alafu akawaletea kahawa, yani teacher wake Johnson pamoja na Boris, na wakamwambia umependeza sana. Akaenda kuonana na rafiki yake sasa Winnie, akamwambia Winnie, hauwezi amini, teacher Johnson ameniambia nimependeza. Sasa siku ile baadaye walivyoonana, mazungumzo yao yalikuwa kama kawaida, na binti akamwambia kwamba mimi nataka kuandika kitabu au story kuhusiana na mwandishi mmoja anaitwa Henry Miller. Na huyo Henry Miller alikuwa ni maarufu kwa uandishi wake wa stories za mapenzi. Sasa bwana Jonathan akashtuka kidogo, kwa sababu alidhani kwamba hiyo inaweza kumletea matatizo huyu binti hapa shuleni. Lakini Cairo akasema usijali, nitatengeneza story ambayo itakuwa nzuri sana. Na Jonathan akamruhusu bwana. Akamwambia hamna shida, basi utaendelea na hiyo story yako. Lakini muda huo sasa mkewe akamemtumia message bwana Jonathan na kumwambia kwamba naomba mume wangu weekend hii tutoke, twende tukajifiche sehemu. Na jamaa akawa ameelewa somo bwana. Sasa wakati muda huo anaongea na binti, hakufikiria hata mara mbili kumjibu baadhi ya vitu alivyokuwa anaulizia huyu binti. Sasa tunaona baadaye rafiki yake sasa Winnie anamfuata Cairo na kumwambia Cairo, ni namna hii unatakiwa kumseduce teacher. Hadi tunaona Cairo akacheka bwana. Lakini sasa siku ile tena tunaona Cairo akitafuta simu yake, anatafuta kweli haioni. Baadaye kama amegundua kwamba simu ameacha kwa teacher. Sasa teacher akiwa nyumbani na mkewe wanafanya dhao planning ya safari yao ya weekend. Akasikia simu inaita bwana. Akajua simu yake. Anapokea, binti anamwambia aisee, teacher nimesahau simu yangu na hisi ipo kwenye begi lako pale wakati tunaongea muda ule. Na jamaa akaanza kumind zaidi kuhusu safari ya kwake yeye na mkewe. Unajua na kesho ndo weekend. Hana kazi, maana yake ndo hiyo anatakiwa kuondoka. Sasa Jonathan akasema basi sawa, nakuletea simu yako. Na kulikuwa kuna dalili za kuwa na mvua kubwa sana. Akaingia kwenye gari yake nini na kutoka kuelekea nyumbani kwa binti. Unajua binti anaishi mwenyewe na katikati ya mapoli fulani. Jamaa mvua ikawa inanyesha sasa, akatiko njiani. Na alipofika sasa akamkuta binti akiwa amesimama, amevaa gauni hilo ambalo hakuna mwanaume anaweza kukubali kumwachia. Hata mimi siwezi. Oya, macho yao yakaonana. Yakaonyesha kabisa kwamba kuna deep connection kati yao. Binti akamsogelea mwalimu wake ghafla katikati ya mvua na kuanza kumchumba. Na very passionate. Jamaa alivyorudi nyumbani sasa, akili yake, mawazo yake, kila kitu kilikuwa kiko juu ya huyu binti, kwa sababu alikuwa ameshachanganyikiwa ghafla. Unaona? Na muda huo binti akawa amemtumia email
ya story yake sasa ya midterm. Lakini sasa muda ule mkewe naye akiwa lock in kwenye kazi, akamwambia mume wake, tafadhali naomba usinisumbue kipindi hiki kwa sababu hapa niko busy sijui na nini. Jamaa akamind bwana, akatoka na kwenda kwenye nyumba ndogo ya nje kule. Akaenda akawa ameprint zile karatasi nini the story ya binti na kuanza kuzisoma. Akata nasoma sasa, akana muimagine Cairo bwana kwenye zile scene zote ambazo binti alikuwa anazidescribe kwenye ile story yake. Na anaanza kusema nina miaka 18 na nimeingia kwenye poli zito la mapenzi ya Tennessee. Yaani binti anamuimbia hapo, lakini hicho kitabu nazungumzia ambacho ndo anasoma teacher sasa. Baada ya kusoma kile kitabu, hali yake ikawa mbaya sana bwana. Ikabidi amkimbilie mkewe na kutafuta kupunguza uzito kidogo. Siku inayofuata tunaona Cairo akipita polini na kuelekea shuleni. Na alivyoingia darasani sasa jamaa alivyoingia darasani, Jonathan akawa kama ana hasira fulani hivi. Yaani hayuko sawa. Na binti alikuwa amempokea kwa tabasamu kubwa sana. Akauliza, vipi? Kuna shida? Akamwambia, niko very disappointed na story yako. Kwa sababu scene za ndani ya story yako zilikuwa very inappropriate. Kwa sababu hii ni kazi ya shule, Akasema kwamba uandishi wako ni mzuri sana, lakini mimi nina wasiwasi na hii story kwa sababu nikiipa marks itakuwa ni ngumu sana hapa shuleni mimi kueleweka. Binti akamwambia kwamba mbona story yangu ni ya kawaida kabisa mwalimu, Lakini Jonathan hakutaka hata kumuelewa. Akamwambia kwamba sitaki historia yako na sitaki kile kitu tulichokifanya nyumbani kwako kwa sababu sikukifurahia. Nilikupa uhuru sana mpaka ukanichukulia advantage. Binti akamind, akaumia sana. Akamfuata mwalimu na kumwambia kwamba mwalimu, vipi? Kwa nini unanifanyia hivi? Mimi kuexpress feelings zangu wewe ndo kunanifanya niumie hivi tena. Na kazi yangu mimi nimeiandika kama msanii, kama mwandishi. Lakini Jonathan akabidi akaze pale. Unajua tena wakati mwingine inabidi kukaza bwana kama mwalimu. Na akamwambia hakuna mahusiano ya mwalimu na mwanafunzi. Hayatakiwi hata kidogo. Binti alikuwa very disappointed. Baadaye akachukua ile story yake na kwenda kuiweka kwenye mailbox ya shule. Baadaye tunaona usiku sasa bwana Jonathan akiwa na mkewe nyumbani, akaanza kumuelezea ile story ya Cairo, Na hiyo story ilikuwa inahusiana na mwanafunzi na mwalimu kuingia kwenye mahusiano mazito. Upande wa pili tunaona Cairo akiwa na rafiki yake Winnie, wakiwa wanapiga maji mbaya kwa ajili ya kuondoa stress. Na wakaongea vitu vya ajabu sana, wakasema wanataka kumtease Boris na wapige picha na yeye za ajabu, picha za kiutu uzima. Ghafla bwana tunaona Jonathan anapokea simu kutoka ofisi ya principal, yaani mkuu wa shule. Na mkuu wa shule anamwambia kwamba tumepata habari yako ya kwamba wewe unatoka na mwanafunzi Cairo, una mahusiano na yeye. Jonathan akakataa kwamba hapana, mnanionea, na akaamua kumwambia mkewe kwamba haiwezekani, si kweli mke wangu. Lakini mkewe akamwambia consequences za hilo ulilofanya zitaonekana, ambapo unaweza ukapoteza kazi, lakini pia sio kazi tu, ukapoteza hata hii ndoa yako ambayo uko nayo mimi na wewe. Siku inayofuata tunaona Cairo ameskip darasa, hajaenda darasani, ameenda kwenye kikao na principal. Lakini upande wa pili bwana Jonathan aliendelea kufundisha. Lakini tunaona Winnie aliumia sana, rafiki yake hakuwepo darasani. Na baada ya masomo Winnie akamfuata Jonathan na kumwambia, teacher, hivi unamchukuliaje rafiki yangu? Kwa nini unaendelea kuziumiza feelings zake? Jonathan akamfukuza, akasema, hebu acha ujinga hapa. Toka hapa. Sasa tunavyoona maisha yanavyoendelea, tunaona siku hiyo imefika ambapo Jonathan na Cairo wamewekwa kwenye kikao na principal. Wakaanza kuulizwa maswali mengi mazito kuhusu mahusiano yao na interaction zao wakiwa darasani na nje ya shule pia. Na binti akasema kwamba tumekuwa na connection kubwa sana. Na hapo tunaona bwana Jonathan akiwa na wasiwasi mkubwa sana kuhusu career yake na yeye tu alivyo. Unajua mtu wakati mwingine ukionekana ni mtu ambaye uko strong, kitu kidogo tu kinakuharibia. Na binti alingangania kweli, kitu ambacho kikamfanya principal kuanza kuamua kufikiria kumfukuza jamaa kazi. Baadaye akaenda kuonana na rafiki yake Boris. Boris akamwambia, rafiki yangu, hayo mambo hayafai, inatakiwa uweke boundaries na wanafunzi. Wanafunzi wanaweza kawa wazuri sana wakati mwingine. Baada ya kuambiwa hivyo, tunaona Jonathan akazidi kuchanganyikiwa. Na alivyorudi nyumbani, kabidi aongee na mke wake sasa kuhusiana na suspension aliyopewa shuleni. Na aliogopa kuelezea story nzima kwa mkewe. Lakini mkewe akaendelea kumbonyeza pale, kutaka jamaa aongee kila kitu. Jamaa baadaye sana dakika za jioni kabisa kabidi aongee ukweli kwamba mke wangu bwana, mimi na feelings kweli na ule binti. Oya, vurugu ikaanza pale. Mkewe akaanza kufoka mbaya. Na mkewe akasema, kuanzia leo nataka talaka zangu 3. Lakini upande wa pili tunaona Winnie amemfuata Cairo na kumwambia, Cairo, kitendo ulichokifanya kwenda kwa mkuu wa shule unamwharibia bwana Jonathan career yake. Yaani jamaa ndio hivyo anaenda kukosa kazi. Lakini ubinti akasimama bwana na kumsogelea rafiki yake na kumwambia, sikiliza rafiki yangu, ninaandika essay yangu kubwa sana na hii story yote mpaka mwisho naiweka na iongezea.
kwa sababu bwana Jonathan amenibetray, yani amenisaliti na amekosa kuniheshimu na pia hajaniamini. Baadaye akaanza kuisoma ile essay sasa aliyoiandika kuhusiana na bwana Jonathan. Akaisoma pale. Na baada ya bwana Jonathan kuacha kazi sasa, kufukuzwa, ikabidi aandike kitabu kwa sababu alikuwa inspired sana na ile story na yeye. Ile story ikawa imemuingia kichwani vibaya mno. Akaamua kwenda kuandika kitabu ambacho kinakwenda kuwa maarufu sana. Akawa ameharibiwa maisha na mwanafunzi, lakini pia amegain kwa sababu amepata story ya maisha yake yote. Kwa sababu lengo lake lilikuwa yeye ni kuwa mtu maarufu sana, kupata maarufu kupitia uandishi. Oya, subscribe.